Ukimwona mtu mwenye hali ya ugonjwa anafanya mambo kwa takmili, hii ni katika dalili ya kuondoka ulimwenguni, kumaliza mambo yake kwa haraka. Lakini jambo la pili, mtu ambaye anakufa ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha adhamati ummati ad-dunya nuzi'at minhum haibatul islam, umma wangu ukitukuza dunia, thamani ya Uislamu itaondoshwa. Wa idha, na pindi watakapo sabat tukanana, wakianza kubishana matukano, wakifikia stage kama hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza hurimat barakatal wahi, wakiacha kazi ya amru bil ma'rufi, hurimat barakatal wahi. Jambo la kwanza, umma ukitukuza ulimwengu, cha mwanzo haiba na thamani ya dini itaondoka. Lakini wakianza kutukanana, watatoka katika rehma ya Allah, na wakiacha kuamrisha mema na kukataza mabaya, hurimat barakatal wahi, ilham zile irshadati zitawaondoka. Kwa hiyo ilham, mtu akiwa anataka kuondoka, kuna ilham zinakuja. Mara nyingine anaona njozi, anaona dalili, anahisi ni wa kuondoka. Lakini kubwa zaidi, faman ya'mal mithqala khairan yara faman ya'mal mithqala sharra, hivyo mfano wake. Mtu akifanya jambo la kheri dogo huoneshwa, jambo la shari kubwa huoneshwa au dogo. Sasa mtu ikifikia stage akiwa anataka kuondoka, saa nyingine mubasharatan anaoneshwa amali zake, anaoneshwa zile amali zake. Sasa mnajua amali, mnazijua, fa in kana khairan fa khaira wa in kana sharran fa sharran. Ikiwa zina kheri hewalla, ikiwa ni mbaya vivyo hivyo. Sasa zile amali mtu akidhihirishiwa, akioneshwa, kuna makando saa nyingine naye huhisi kama watu wanaona, maana unaletewa move ya yale maisha yako. Mfano hivi sasa, unajua kila mmoja hataki kuonekana mabaya yake. Hata akiambiwa, Sheikh Yuz, tumekuona mitaa fulani, umenifananisha, alalaqali ufumaniwe, utaomba ardhi ipasuke, sio? Basi mtu akifa anaona zile amali, akikaribia kufa. Sasa akiona zile ishara zile, huona na wengine wanaziona, basi utamkuta anaona haya, hataki kutizama watu. Tumefahamiana Kwa hiyo mtu ambaye hutaka kufa hatizami watu, hutizama chini. Baadhi wanasema zile amali anaoneshwa, naye anahisi kana kwamba na nyinyi mnaona. Za pili wanasema anajisikia vibaya kwa sababu vipenzi wake anawaacha. Yote haya mawili yanaweza yakawa. Anahisi vibaya, vipenzi vyake anaondokana na wao. Ni kweli, ukweli usiopingia. Wallahi, wakati nimekwenda kumfanyia ziara shekhe wangu, hakutufesi usoni kabisa. Nimeenda na mzee mmoja aitwa mzee Isa, tukawa tunajadili kwa gari, mbona shekhe hatutizami? Na haya maneno niliyasema kabla hajafa hapa na Nurumi Vinjeni, kwamba shekhe wangu hakunitizama leo, ni katika ishara mbaya, na kweli ameondoka. Kwa hiyo ukimwona mgonjwa hakutizami ni ishara mbaya. Na hiyo ya kutokutizama, wakaongeza pia huwa anapenda kuwasalimu watu kwa kuwapa mikono. Utaona ukifika pale anakupa mkono. Kuna kijana mwenzangu anaitwa Umar, ni mdogo wangu kwa mwezi, ni mtoto wa anko wangu mimi. Tumesoma wote chuoni na tukamaliza pamoja. Akawa na matatizo haya ya figo, akawa Muhimbili pale. Basi nilipoenda kumtizama, akawa ameweka Qur'ani masikioni mwake, analia ile Qur'ani ikisoma,
alikuwa Sheikh Abdurrahman Sudaisi anasoma, sikumbuki ilikuwa sura gani. Basi ilipofika tu pale akanipa mkono afu akalia. Basi nilivyotoka nje na muacha, sababu Mtume kishasema afdalu iyadatin, ziara bora ya kumtembelea mgonjwa, sur'atul qiyami min indi almarid, fanya haraka kuondoka, usikae tena kwa mgonjwa mpaka unamuhuzunisha. Umekonda, Allahu akbar. Kidogo tu unaondoka. Nafika mlangoni, huku nyuma watu wanalia, yule bwana kaondoka. Na siku moja, ukijua hizi dalili kila mtu Allah anampa, hata muovu ni haki yake. Singida tulimlengania mtu aende sabilillah, alikuwa mlevi, mamake akanifuata akasema, mwanangu asipoenda fi sabilillah najiua, kwa sababu akilewa wa kumpiga ni mama yake. Anampiga sana mama yake maskini. Japo udhkur mahasina mautakum wa kufa an masawihi, mtu akishakufa hataki kutaja mabaya yake, lakini kuna ibra. Sasa yule bwana siku moja akatuita watu wa Jaula, anasema, Sheikh, nataka twende siku 3, twendeni leo. Nikamwambia subiri mpaka Alhamisi. Zamani mpaka Alhamisi ndio inapatikana kundi. Mimi nataka niende leo. Alhamisi mbali. Nikamwambia subiri Alhamisi. Afu anaumwa miguu imevimba. Mimi sifiki Alhamisi. Nikamwambia bwana unafika. Wallahi akaongea neno moja, wewe ustazi bwana, nikiongea unanielewa bwana. Ananukia pombe, ataka kwenda sabilillah. Ilikuwa saa 4 asubuhi, saa 10 kafariki maskini. Tukasema tungemchukua tu hata msikitini, tu anafahamu. Hiyo ni dalili, lakini msijipeleleze mkaanza kuogopa. Dalili ya 3, joto katika mwili sehemu kubwa ni hapa katika filibitwi. Juzi kuna mtu mmoja karibu mimi alizirai, wa nafsuhu wa nafsaha takaka, akawa wallahi ninavyokuambieni wabillah, mtu wa karibu yangu, naweza nikakwambia pengine ni mke wangu. Basi man haulaha, walokuwepo pale wakaanza kupiga vilio, wanalia la ilaha illallah, anakufa. Mimi kuja kumtizama, pressure imeshuka chini, wallahi kote huku kumepoa. Akawa anasema, Sheikh, mimi naondoka, kana shuhudia shahadu la ilaha illallah. Yani zile dalili zote za sakarati. Nikamwambia nileteni haraka sana Pepsi ni boost pressure yake imeshuka chini. Ukipata mabuyu au insulin mchunga ule au Pepsi inapanda. Nikampa, nikaona haeleweki, tumpelekeni hospitalini. Nikamuingiza mkono katika hipi, nikaona joto lipo. Nikamwambia basi msiwe na wasiwasi, atakaa sawa. Mpaka leo mzima. Inshallah taala, muda umesogea sana, poleni. Nilikuwa najua nitataja hata dalili 10 za kufa, japo tutatishana, lakini kesho inshallah katika Masjidi Bilali nitaanza bila kuzunguka, moja kwa moja na dalili kama 20 bifadlillah subhana rabbika rabbil